Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo katika kipindi chetu hewani sa Sauti ya Mtaa. Leo hii tumekuja kuzungumzia katika eneo la Muthurwa. Na kumbuka tutazungumzia masuala za nchini na hata yanayoendelea mtaani. Tukiwa katika eneo hili tutazungumzia masuala kama kurejelea kwa maski nchini. Jiunge nami tujue zaidi. Habari ya mama? Nzuri sana. Mama, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Sarome Wamboi. Kwa nikikuuliza kwa ufupi Wamboi, ni sawa kurejelea kwa uvaji wa mask? Kwa uvaji wa mask, kwa saidi yangu naweza ona ni mzuri juu wakati homa imekuwa mingi na watu wanaendelea kugojeka, ni moja wapo ya kujikinga na kuzuia ueneaji wa homa hii. Mimi naona inafaa. Una sababu gani? Kulingana na vile kulioko, tumeahidiwa ya kwamba hii ugonjwa inaendelea ikisarabitisha. Sasa mimi ndio namaanisha, mimi naona inafaa. Sasa wakati mask itolewa vile wamesema corona imerudi, inafaa watu warudi kwa mask, na askari waambiwe wakipata mtu hajavaa mask wasisike huyu mtu. Kwa maana kuna wale watu unapata hajavaa mask na hana pesa ya kununua mask. Kwa hivyo sasa ile mtu hajavaa mask, ule ako na mask, ako na pesa anunue, ule hana mask. Hata kwa gari watu wakiingia akiona mwingine hana mask, ule ako na mask mbili apatie mwingine, lakini sikue soko ya mask. Askari anakusika anasumbua mtu hana hajavaa mask na hana kitu kwa mfuko ya kununua hata hiyo mask. Na anasema atumiwe pesa, walihangaisha watu sana. Watu wache wafae mask. Serikali imesema ama sisi wananchi tunatoa maoni ya kusaba mask isivaliwe. Sasa itekiwe advantage ya kudunyanyasa sisi hapa, kama ile mwanzo tuliona kukinyanyaswa hapa, kushikwa ovyo ovyo. Sasa tunaomba hiyo juu ya maskari pia wasiweke strict sana. Ni sawa, manake tumeona watu pia wameanza kuwa wagonjwa of late. Kuna watu pia wana homa. Ukipanda kwa matatu hizi basi mahali kama kuliko congested kama huku, unakuta watu unakuta watu ambao wako na homa. Mtu anakaa karibu na wewe kwa gari na ako na homa. So unashindwa kama ni corona ama corona imerudi. Hiyo iko sawa kabisa. Lakini kitu moja nasema, hii mask imerejezea maaskari ongo zaidi. Sababu ukifaria mask na hapa chini, hiyo ni pesa unafanya nini? Unakuliwa na askari. Wakenya wengi haswa ile wakati wa kwanza wa corona, hatukuwa tunaogopa mambo na corona, lakini tulikuwa tunaogopa na askari. Sababu ukipata bila mask, hiyo unakuliwa 500. Na hiyo ni pesa mingi kwa hao Wakenya wenye tunazo. Na hii corona, kama kuna watu Mungu amependa, ni watu wa matatu. Tuna interact na watu wengi sana. Lakini hatuogopi corona, tunaogopa nini? Maaskari. Sababu ukipata kama makanga wangu pale akiendelea kuitania watu, kama hana maski atashikwa. Sasa itabidi ile msara yake ndiye anajitolea ndani. Ile kitu nasema watu wafae mask, lakini maaskari wavinywe sana. Chua wanaumiza Wakenya wa kawaida. Mkenya anatafuta pesa akule, si atafute pesa abeane ongo juu hajavaa mask. Hiyo ndio kitu nazingatia sana kwa saidi yangu. Mimi naona kaa ni sawa. Juu kama corona iko hakuna kinga ingine. Na tena fubi hapa kwanza hapa tunakaa Muthurwa ni mingi. Kwa hivyo inazuia. Hata hii homa haikushiki ukiwa na mask. Mimi naona ni vizuri tuendelee kuvaa. Mimi naonelea ni sawa. Naonelea ni sawa. Naomba hata watu waendelee na kuvaa mask kwa sababu
Kwa sababu mask siku hizi unaona venye hata corona inazidi kuongezeka na watu hata kila wakati unasikia kuna tangazwa COVID-19 new cases. Sasa naulia ni heli mask zirejeshwe, lakini zirejeshwe kwa public places. Sawa, lakini ziwe lazima kabisa. Iwe tu ni mahali unaingia kwa watu wengi, mahali unaingia labda kwa maofisi, lakini sio kila wakati. Juu saa ingine inatuongeza homa. Na safari muda mrefu kama ulikuwa na homa inaendelea na kuwa mingi. Ni poa. Ni sawa kuvaa mask. Uko na maoni gani kwa kurejelea kwa uvaaji wa mask? Kuvaa mask iko sawa juu itazuia kitu kama COVID, na si COVID peke yake. Hata magonjwa mengine yenye ina spreading through airborne disease. So inaweza saidia. Sasa ile naweza sema mask si mbaya. Kwa sababu hii ugonjwa tuliambiwa tutakaa naye kama hatujui hiyo muda ambayo itaisha, si ndio? Kwa hivyo mask inatuzuia ile kujichunga na hiyo ugonjwa. Ndio hata mtu mwingine akismiss mbele yako haitakufikia. Lakini kama sasa mimi niko hivi ni smiss na huyu mwingine hajavalia, itamshika kama niko naye. Yeah. Kama sasa mimi venye naona sasa kurejea kwa mask hiyo ni kama isaidii juu. Kama mimi nakaanga huko na nafanyia kazi huko. Tangu hiyo mambo ya corona, si ndio? Tangu ikuje mimi sijawahi nasikia ndani ya ati niko mgonjwa ama niko nini. Tuseme ni kama hapo kuna vitu ficha ndani yake, unaona? Ni kama serikali iko na mambo yake yenye tu hatuelewi. Hiyo ndio nasema. Mimi naweza sema ya kwamba mtu anaweza faa akiona anaweza faa, lakini ifai kulazimishwa ati ufae. Kusema ukweli, tukaangazia upande wa barakoa, bado imesaidia mwananchi sana. Kawaida ukiangalia hata kama wacha hii mambo na COVID-19, hata hii homa ya kawaida bado imetusaidia barakoa. Manake mwenzangu hapa aizi nikiwa na homa siwezi nikamwambukiza nikiwa na barakoa. Ndio manake imetusaidia sana. Ni vizuri kwa sababu mtu akiwa na homa hazi shikisha mtu mwingine homa. Na kitu kingine, mask inasaidia sana juu mtu mwenye ako na corona pale hazi kushikisha corona. Sasa mask inafanya vizuri juu inazuia magonjwa nyingi. Kivyangu mimi naweza sema ni sawa kurejesha. Juu kila mtu avaa kwa manufaa yake, lakini siwe ni lazima, si ile ya kulazimishwa. Mimi ningetaka tu mtu mwenye anajitakia kuvaa na vatu. Yeah. Yes. Ni sawa juu hiyo maski inazuia corona. Na mtu hata akikoa hiyo mate ikuhusi. Jelea. Mimi nasema juu hadi mimi sijaona hadi corona juu. Mimi yenyewe mimi kusema kwangu sijaona hadi mori wangu ameshikwa na corona ama nini. So mimi nasema hadi wamerudisha, lakini hiyo mama tu kukulia maganje, lakini juu kuna corona. Na je, unadhani kurejelea kwa uvaaji wa maski itapunguza hivi visa vya corona? Itapunguza. Naam. Kivipi? Wakiweka, unajua saa nyingine unapata watu kwa gari, mtu anakoa na watu wengine wako hapa hawajavaa mask. Ndio chini ugonjwa gani yako nayo? Na vile hiyo ugonjwa unaendelea kupanda, unapata ni corona. Mtu akona corona na kohoa inakuja hivi, unapata ni corona na anaambukisha wengine, wanaanza kukohoa, lakini watu hawajui kama ni corona ile sign inakuja. Kwa hivyo wacha watu wafae mask. Kulingana na corona, vile watu wanaendelea kujizuia kutokana na kuoga mikono, keep distance na kuvaa mask, haienei sana, inapungua. Kuhusu corona,
Kitu ya kwanza, corona, Wakenya sio wengi ambao wanajua kuvaa mask. Kwa sababu gani? Tuseme kama hii biashara yenye mimi nafanya hapa, nauza pesa, nauza mask yenye nimevaa, just only 5% wanajua kuvaa. 95 they don't know how to wear mask. Kwa sababu unaona mtu anavaa mask, amevaa hapa kwa kidevu, na anasema amevaa mask. Hiyo kitu ya kwanza, serikali ielimisha wananchi kwa vile wataweza kujua kuvaa mask na umuhimu wake. Tutapungua lakini si sana. Juu wengine wanavanga na haitazuia. Si masaa nyingine utasahau utoa hii mask hivi. Halafu sasa ya corona si utaipata. Tapunguza lakini tu ni ile penye tulikuwa tunafanga ilikuwa inatupunguza lakini si sana. Juu wengine hawafangi maski kwa ndani, wanafaa. Wengine wanafaria chini, hawafungi mapua. Wengine sasa utasapata mwingine hajafaa au umefaa. Lakini itaweza saidia tukisikiliza maoni yenye tunaambiwa tufanye. Kurejea kwa maski hapo itakuwa ni sawa, manake hiyo ngoja itakuwa imepungua sana. Naweza punguza lakini sio yote. Kuna ile inaweza zuia na kuna ile haiwezi zuia. Kuna ingine haiwezi zuia. Itapunguza. Itapunguza na watu hawatakuwa kwa ile harakati ya kushikwa na hii COVID-19, coronavirus. Sawa? Juu sasa watu wengine wakiwa wamevalia mask na mwingine mwenye hana, unajua huyu mwenye amevalia amezuia huyu mwingine, hawezi mshikisha hiyo homa. Hii ni kwa sababu kivyangu mimi siwezi sema kuna corona ama kuna corona, lakini ninalojua inaweza kuwa ama hii barakoa inazuia mambo mengi sana. Maybe kama uko na kikohozi, unajua hii ni airborne diseases, unaona? So bila umeivaa inaweza zuia vitu vingine kama hizo homa hivi. Yeah. Inasaidia kupunguza, sababu bila umeivaa ile kusamba kwa haraka haitakuwepo. So ikirejelea maybe inaweza reduce hiyo usambazaji wa corona. Mimi nasema je, wenyewe watulete tu hiyo tutuone, sababu wenyewe si mimi nakaa pipeline, lakini je sijiona hadi mtu mmoja atembebwa ati ako na corona juu mimi nakaa place iko na wase wengi. Sasa hapo unafaa kuona, lakini je sionagi mambo na corona, so nothing, kuna kitu. Kusema kweli hapo na kuna Kenya wanapunguza. Hao watu wanadai kula dojo. Kwa kuna kitu itapungua. Hakuna corona. Inaweza punguza ama ikose kufunguza. Sababu tuseme wakati tuko watu wengi tunavaa kufaa, lakini kama uko peke yako hufai kufaa. Haiwezi punguza. Haiwezi punguza juu. Kama saa hii wale wengi saa hii tuseme kama mimi binafsi, si ndio? Mimi binafsi haiwezi punguza juu mimi hata nikienda kwa gari kama saa hii unakuta kama gari sasa imefungwa vio kama zote na uko na mask, inasaidia na nini? Hata nikivaa itanisaidia, hata wenye wanapumua sinapumua hiyo hewa. Mwenye ako nayo kama kuna mwenye ako nayo ndani akipumua, mimi nitaipumua, mbona unapumua ukiwa nayo unapumua na mbona unavuta hiyo hewa. So mimi sioni kama inasaidia, na mimi sijawahi vaa mask, ngoja nikwambie, hata wakati nilikuwa nimekatiliwa mkazo mimi sijawahi vaa. Ya itapunguza kwa sababu kama mimi niko naye na nile nipumue, unajua sasa kama nimejizuia haitanishika. Kwa hivyo mask inasaidia na ni vizuri hata irudi ndio hiyo ngojwa na ikue imeteremka kiasi. Sasa ita depend na venye watu watakuwa na valia. Watu wakikubali inaweza punguza. Yes. Kupungua itapungua. Na kivyangu hii mask inasaidia vitu vingine tofauti pia kama mahoma.
Hiyo ndio tulikuwa tunaona inatusaidia, lakini mambo ya corona ni mimi mwenyewe kama mtu ashadungwa shindano ameshajizuia tayari. Mask inatuzuia tu ya nini, lakini huwezi sema itakuzuia kwa sababu ya mtu kuuza ama kufanya nini. Ule mwenye hajadungwa wadungwe. Itapunguza, manake sasa hizi kuna mikutano za siasa, watu wanajaa si kama hapo mwanzo kulikuwa hakuna mikutano. Sasa hizi watu wanajaa kila mahali. Unakuta sasa hizi ndio riski zaidi kushinda vile ilikuwa pale mwanzo. So inafaa wananchi, manake hata wakienda kwa hizo mikutano za siasa waweze kuvaa barakoa. Itapunguza kwa kiwango kidogo, lakini pia watu wachanjwe kulingana na sheria. Tukiangalia tunaona kama itapunguza, hata kama wanasema mtu andungwe, tutumie mashindano na tena tuvae mask. Mimi naonelea kama ni vizuri. Naona kama ni vizuri, inaweza zuia kidogo. Pengine itarejesha kiasi tu, hata kama sio sana. Ujumbe gani kwa Wizara wa Afya? Ujumbe ambao naosema maaskari pia nao wasitake advantage, manake washike watu ovyo kwa maana mtu hajavaa mask, kwa sababu kuna watu ambao wamechanjwa. Kama mimi personally nishachanjwa. So wale watu ambao wamechanjwa, huwezi jua nani hajachanjwa, huwezi jua nani ambaye hajachanjwa. So kuna watu ambao hawavai mask kwa sababu anajua amechanjwa. Manake kuna watu ambao wamechanjwa wanaamini kwamba hawafai kuvaa mask manake wamechanjwa. So ina depend pia, serikali isikue hash sana, ikuwe tu mtu kwa hiari yake avae mask. Lakini pia mimi naomba watu pia warudishe wavae mask. Ingaje bei ya mask pia sasa imepanda, si kama zamani. Sasa hizi unaambiwa mask bei iko juu double. Mbao na ilikuwa kitambo ilikuwa shilingi 5, unaona. So mtu sasa hizi economy vile ni mbaya, mtu anashinda anunue unga ama anunue mask, ushaona. So pia kuna hiyo mambo, serikali iseme mask bei irudishwe chini, ama wasipewe tax watu ambao wanaleta mask, wasiweke tax alafu bei irudi kama ile ilikuwa shilingi 5 hivi. Na je, ujumbe kwa wananchi kwa ujumla? Ujumbe kwa wananchi pia, kwa sababu ya mkutano za siasa watu wasikumbatiane kwa umati bila mask. Watu ambao wanaenda kwa mkutano za siasa wavae mask. Hivyo ndio ujumbe kwa wananchi. Mimi nasema wamefanya kazi nzuri na wamejaribu sana kuhakikisha kuwa Wakenya wamekaa safe, na tunapongeza Mutahi Kagwe, amejaribu kweli. Wakati corona ilikuwa kali alisimama famu na tuliona kuwa imepungua, na tunamwombea kuwa mema yaendelea kuwa pia hivyo. Wananchi wafae mask, wajilinde, wakae mbali. Mtu ukiona mwenzako akona mafua, muondokee kidogo. Mafua inakuja na inatoka. Ndio nasema hivi, maski inafaa ikuje kwa sababu inatusaidia. Kama ile corona ilikuwa juu, ilikuwa inasaidia sana. Na tunayasaomba irudi tena. Ndio hiyo ngojwa. Sio kama sasa kuna baridi itakuwa juu. Kwa hivyo tunayasaomba ikuje na tuendelee na kuivalia ndio tuipunguze. Wakati sasa ile kitu tunayasaongea ni vizuri kila mtu avalie ndio tujikinge na hiyo ngojwa. Kwa hiyo naweza kuambia waandumishe ile kiwango ya tafuta mandawa kitu aina hiyo, lakini mambo ya maski haiwezi zuia sana. Hiyo ni kitu iko kwa hewa. Timbo yangu ni kuambia wanjiepushe na hii mambo, sio mambo mzuri. Inatuharibia uchumi, inaharibu mambo mingi. Kwa hivyo yenye inafaa ni tujizoee. Wizara ya Afya. Naam. Mimi naweza sema wadonate tu hizo mask, watu wako wanazipata free. Mambo na kununua isikuwe na watu wananunua hizo mask. Watu wanapatiwa tu free. Ndio wanajikinga na hiyo nini, na hiyo COVID. Yes. Sasa mimi naweza sema kitu
tuseme kitu yenye wanaweza fanya ni waongee ukweli yenye yuko. Si mimi naonanga hiyo ni kama uongo, ukweli wa Mungu hiyo ni uongo juu. Ni kama kufanya mwananchi wa chini yaani akuwe chini kabisa juu. Sasa kama wakati walikuwa wameleta lockdown, sinaona sisi ndio tuliumia na ni kitu yenye haiko, mimi najua hakuna. That is this. Ninaweza sema hivyo mimi mwenyewe. Sasa mimi venye nazaambia wananchi ni kuambia ati kuungana, unaokuwa pamoja, muungano wa pamoja, yani tuambie serikali for example ituambie maana ya kuvaa mask na mbona wanatoa hiyo nini hiyo ati mkazo ati lazima mask ivaliwe na ni kitu yenye hakuna, ama ni kitu wamecreate wao wenyewe ndio sisi tuwe pale tu chini mali hatujawahi toka. Yeah. Naweza ambia mtu kama ako katikati ya watu vaa mask. Mimi naweza ambia tu avae. Akiona anavaa kuvaa avae, akiona havai kuvaa akae. Mimi naweza waambia hivi. Ni vyema kuvaa, sijakataa. Na ni vyema ujue unaweza vaa. Na ni vyema kama uko sawa, unasikia wewe uko sawa, ni sawa. Umuhimu wa kuvaa maski, unapata mtu kama mimi nikitoka huku kama niko na COVID yangu, nikifika kule mashambani unapata sitaweza kumwambukiza mamangu ama nyanyangu, mtu ambaye haitakuwa na madhara mingi sana nikiwa nimevaa maski. Kweli ujumbe wangu ni kumwelekeza Wizara wa Afya aendelee na kusambaza maneno ambayo yanayosema kuwa urejeshaji wa maski utarejea humu Kenya. Itasaidia mwananchi sana na itakuwa ni vizuri tena kwa mwananchi wa kawaida. Ni kweli. Wananchi ningependa kuhimiza kila mtu binadamu yote anapaswa kutumia mask, aoshe mikono zake vizuri, kusanitize. Na kile kiwango kimewekwa na Wizara wa Afya cha keep distance. Hiyo ni kitu muhimu sana kwa mwananchi na tutasaidika sana. Tuepukane na janga la corona. Kwangu inanisaidia nisishikwe na corona na homa ovyo. Na nikiwa na mask siwezi patwa na magonjwa hii ya baridi. Na je, una ujumbe gani kwa Waziri wa Afya? Nataka kuwaambia kwamba wanaweza eka hiyo mikakati watu wavalie mask cha lazima. Juu wakikosa kufanya hivyo homa itaendelea kukua. Na watu wataendelea kupatwa na homa. Na ungependa kuhimiza wananchi aje kwa uvaaji wa maski? Wavalie barakoa ili tuzuie hii corona. Nataka ili tupunguze corona, wananchi wavalie mask bila kuambiwa na mtu valia mask ama barakoa. Muhimu. Mimi sioni umuhimu kuvaa mask. Unaona hadi mwenyewe sina mask. Kuna umuhimu naona kuvaa mask sababu nagoteana na wase. Kuna kitu nanipata, niko tu sawa. Wacha kutupima kuna corona na hakuna. Hivyo tu. Wacha kutudanganya kwamba kuna corona lakini hakuna corona. Sisi hatujaona corona. Wewe wenyewe kumnaona corona je wenyewe vaeni tu mask, lakini kama mnaona hakuna je isivae. Hiyo ni yenu. Kila mtu na maisha yake tu. Inaweza pungua kwa sababu wakati umevaa mask hautaambukisha mwenzako na hautapelekea familia. Umuhimu ni kujikinga wewe mwenyewe na jamii yako na kukinga wenye mko karibu nao. Na ukijikinga na ukinge mwenzako, hiyo homa haitaenea. Kupitia Wizara wa Afya, mi ujumbe yenye naweza wapea ni moja tu. Wajaribu kutusaidia na kusaidia wananchi wenye hawajiwezi kupata hizo mask. Juu hata unapata wengine hata food hawapati. Kwa hivyo hata pesa ya mask hawapati. So hiyo inachangia bado hiyo ugonjwa kuenea. Uvaaji wa mask kwa Wakenya naweza waambia ni faida kwetu.
ni faida kwetu juu mtu akishikwa na corona kuitibu ni expensive. Na kupitia hiyo expensive unaona life ya watu inapotea. Na juu watu hawajiwezi, ekonomi ya Kenya iko juu, hata matibabu inakuwa ni shida. Sasa tukijizuia homa hatutapita kiwango hiyo ya kupata tunaumia sisi wenyewe. Kama nilivyosema, baridi inazuia asubuhi kama msimu wa baridi. Mwezi wa 6 na mwezi wa 7 kuna kuwa na baridi hapa Kenya. Na inazuia homa vizuri sana. Na hata fumbi inazuia. Hata kuna watu wengi hata wakati Wizara ya Afya ilisema ya kwamba mask imeondolewa, unaona mtu bado anafaa kwa sababu ukimuuliza anasema kwamba ni vizuri, inazuia fumbi, inazuia homa. Kabla sijafika hapo ningesema kwamba kitu ya kwanza it is to trust God. Kwa sababu I would like to refer you to the word of God. Neno la Mungu linasema katika Psalm 81 verse 5 and verse 6. Hakuna kitu chochote kinaweza pata mtu huyo ambao amemwamini Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza, I believe everybody need God. Kila mtu anahitaji Mungu. Kwa hivyo hata kama unafaa mask, don't put your trust in mask. You are trust to God. Kwa sababu Mungu ndiye anaweza kukuzuia. Na neno la Mungu ni ukweli. Neno la Mungu hapa ndio linaniambia Psalm 81 verse 5 na verse 6. No plague. Hakuna kitu ambao nimemwamini Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu chochote kinaweza nipata. And that is why I am studying, even at the time of corona, I studying with that word. Wizara ya Afya, ile kitu ningependa kuwaambia, hata kama watu wanafaa mask, watu hapa, mtu anajiuliza, hata nikifaa mask na sina kitu ya kukula. Right now watu wako na shida sana. Hiyo umuhimu ya kuvaa mask, utapata mtu wako na ugonjwa yoyote hata kwa amezuia kwa huyu mwingine asiambukishe mwingine. Imizo gani ungependa kuambia Wizara wa Afya? Wizara ya Afya msekao waacha aweke watu wafae mask. Hivyo tu, kazi yake ni mzuri. Wakati alisema watu wasipae mask, watu walitoa mask. Sasa amesema watu wafae mask, watu wafae mask. Kwa hivyo corona inaendelea kupanda. Ndio corona ipungue chini, watu wakae tu bila kufanya nini? Bila kuvaa mask, sasa ile corona itaenda chini. Wacha watu sasa wafae mask. Ujumbe kwa Wakenya kwa ujumla? Corona iko, wafae mask. Wasipuushe. Inasaidia kupunguza juu tunaambiwa kulingana na vile watu wanaendelea na kusoroboza ndio inaenda ikipungua. Kwa hivyo inazuia wewe ukiwa na shida yako, tunaambiwa kila siku umake sure umevaa mask. Mimi kwangu sioni afya ikiwa na ubaya. Ningetaka pia sana watilie hiyo manani juu kwangu mimi sioni ubaya wao. Mimi ningewaambia waendelee hivyo tunaona ni wazuri, hivyo tunaambiwa ni vizuri tuvae mask. Kwa hivyo mimi naonelea hivyo inafaa. Hii mask ni muhimu kwa sababu inazuia, si ile 1 meter, inazuia mtu asikuambukize virusi nini sa COVID. Wizara ya Afya naweza wa-advise kana kwamba waweke mask zirejeshwe, alafu kwa public places kama ni mahali kuna mkutano watu wavae mask ili tuweze kukinga sisi wenyewe. Naweza kuhimiza wananchi wakubali mask zirejeshwe juu ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya serikali. Ujumbe wangu kwao ni watafute njia mwafaka itakayozuia hii usambazaji wa corona isiwe mingi. Wananchi wenzangu ningewaomba tu kama ni kunawa mikono ama watu wafuatilie zile njia zinazofaa ili wazuie corona isiwe mingi. Kama niyo mask haichukui muda ama haiwakosti kitu mingi kuvaa ama kunawa mikono. Acha tu wavae na kani kunawa mikono wanawe tu.
Wakenya wanahimiza wizara wa afya washinde wakiambia kila mmoja azidi kuvaa maski, kwani maski ni kitu ya maana kwa maisha yao, na hata kuhimiza mapolisi wasije wakashika mwananchi ambao atapatikana hajavaa maski, kwa maana wengine hawana hata pesa yenyewe ya kuvaa maski yenyewe. Kumbuka, kujikinga kwako ni kujikinga kwa mwingine. Sharon Omondi, Bethel Clouds TV.